Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninaona kama mmepigwa na baridi sana. Sijui ni mtazamo wangu, lakini naona mmepoa. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, tuko mbele za Bwana na tufurahi kwa pamoja. Sasa baridi haipo, kuna jua badala yake. Hivyo naomba tusijikunyate. Ni kweli kanda yetu ya kusini ina baridi, lakini pia kuna jua. Hivyo nipende kuwaomba na kuwasihi, hebu tuchangamke, maana tupo katika mbele za Bwana. Asubuhi hii ya pekee ninapenda kuja mbele zenu nikileta salamu za pekee sana kutoka katika ofisi yetu ya jimbo. Wafanyakazi wote wametuma salamu, wanawasalimia sana. Na katibu wetu wa jimbo Pastor Lupakiso Makasweswe naye pia anawasalimuni sana. Na askofu naye pia alituma salamu kwamba wasalimieni watu wa Uyole. Hivyo tunafurahi kwa kuwepo kwenu katika jiji la Mbeya, maana tunaamini kupitia ninyi kazi ya Mungu inasonga mbele. Hivyo asubuhi ya pekee tunapokwenda kujifunza neno la Mungu, naomba tuungane kwa pamoja ili tuweze kuelewana. Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu unayeishi na kutawala juu mbinguni, asante kwa saa nzuri hii ya pekee. Tunakushukuru Mungu kwa kutukusanya katika nyumba yako ya sala. Tunapokwenda kujifunza neno lako takatifu, ukaweze kuwepo pamoja nasi, ukatuongoze, ili Baba maneno haya tutakayojifunza yakatusaidie na kutubadilisha katika maisha yetu, tukafae katika uzima wako wa milele. Tunaomba tukiamini katika pendo lako Yesu Kristo. Amen. Nipende kuwapatia pongezi kubwa sana kwa maendeleo ya kanisa, kwa namna ambavyo kila siku mnafanya hatua ya maboresho. Mungu awabariki sana. Nilipokuja mara ya kwanza ni nyuma kidogo, Pastor Mwandetere, hii tiles haikuwepo, wala hapa hapakuwa hivi. Hivyo inaonyesha ni jinsi gani vile ambavyo mnajali na kuthamini kazi ya Mungu. Niseme jambo hili kwamba kazi ya Mungu inafanywa na wachache. Kwa nini tunasema wachache? Kwa sababu tunaamini shambani mwa Bwana mavuno ni mengi, ila watendakazi ni wachache. Hata hivyo, ukiangalia jamii inayotuzunguka na sisi tuliopo mahali hapa, sisi ni wachache, si ndivyo? Hivyo ndivyo ambavyo kazi ya Mungu ametusa kuweza kuifanya kazi sisi tuliopo mahali hapa. Mungu azidi kuwabariki sana. Nilikuwa namwambia mchungaji kwamba sasa Uyole imekuwa, tunahitaji gorofa. Yes, tunahitaji gorofa. Mbona wengine wanajenga? Kwani sisi shida ni nini? Kwani wengine wana nini? Si wana miguu miwili? Si wana macho mawili? Hivyo na sisi tunaweza. Nikasema hili libaki kuwa kanisa la watoto, maana nao watoto wanapenda kuwepo mahali pazuri. Sisi tujenge gorofa. Ninaamini siku moja litatimia. Hata ninaomba Mungu, Pastor, ikiwezekana siku moja tuite Uyole net event. Na ninaamini litatimia siku moja. Kama Njombe wameweza na sehemu zingine zote wameweza, kwani sisi Uyole hatuwezi? Tunaweza tukishikamana tukaifanya kazi ya Mungu. Niende katika somo letu kwa asubuhi ya pekee, ambapo somo letu
lina kichwa kinachosema kukataliwa. Kukataliwa. Sijui katika maisha, na inawezekana nisiwe na uzoefu wa kutosha, lakini ninyi mkanisaidia maana ya neno kukataliwa. Hivi kukataliwa maana yake nini? Kwa nini kukataliwa? Tumeimba wimbo namba 98 ambao ule wimbo ni kama wimbo ambao ni wa mwitikio unaosema, nilikupa nini wewe na wewe umenipa nini? Nilikupa nini na wewe umenipa nini? Sasa sijui tuna utafakari kwa kiasi gani, lakini Mungu anatuuliza swali, anasema mimi nimekupa miaka yangu duniani. Lengo la kukupatia miaka ni kwamba udumu wapi? Mwangani. Lakini wewe umenipa nini? Lakini baadaye Mungu anasema yeye anataka pendo na nafsi katika maisha yetu. Kwa kuwa Mungu anatutaka kuwa na pendo, basi pendo la Mungu likadumu katika maisha yetu. Wote miongoni mwetu tuweze kuwa na upendo wa kweli kwa Mungu wetu. Hauwezi ukasema unampenda Mungu wakati unamchukia shemasi mkuu. Hauwezi ukasema unampenda Mungu wakati unamchukia mzee wa kanisa. Hauwezi ukasema unampenda Mungu wakati huo unawachukia watoto. Huwezi. Kumbe upendo wa kwanza ni upendo baina yetu, kielelezo kwetu, na hatimaye kwa Mungu wetu wa mbinguni. Kukataliwa maana yake kuto kukubaliwa au kuto kukubalika. Katika maisha ya ujana wapo watu waliowahi kukataliwa. Inawezekana ni wewe unanitazama umewahi kukataliwa. Ni mapito. Lakini hata katika maisha yetu wapo watu wamekuwa wazima. Mwingine kwa sababu ya kuamini tu amekataliwa na wazazi. Mwingine kwa sababu tu ya msimamo fulani alionao juu ya kumwamini Mungu wake, jamii imemkataa kuona kwamba huyu mtu bana, hapana. Lakini nataka niende katika somo letu linalozungumza habari ya kukataliwa. Unajua, katika Biblia takatifu Mungu ameeleza kwamba unaweza ukakataliwa. Hata wewe unaweza ukakataliwa. Ni hatari sana. Ni bora ukataliwe na mwanadamu, lakini sio kukataliwa na nani? Na Mungu. Hivyo tutakwenda kujifunza ni kwa namna gani tunaweza tukakataliwa na Mungu, na tufanyeje ili sasa tuweze kupona, tusiweze kukataliwa. Tumesoma Hosea sura ya 6, sura ya 7 na mstari na ule wa 17. Ninaomba yule msomaji wetu aweze kusoma vizuri hatua kwa hatua, nukta kwa nukta, ili tuweze kwenda kwa pamoja. Hosea sura ya 4 mstari kuanzia wa 6 na wa 7. Neno la Mungu linasema, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe, usiwe kuhani kwangu mimi, kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako. Mimi nami nitawasahau watoto wako. 7. Kadri walivyozidishwa, kwa kadri hiyo hiyo walinitenda dhambi, nami nitageuza utukufu wako kuwa aibu. 17. Mstari wa 17 unasema, Efraim amejiungamanisha na sanamu, mwache. Soma vizuri. Efraim amejiungamanisha na sanamu, mwache.
Kiswahili cha kisasa anasema amejifungamanisha. Tunaona katika fungu hili kuna neno la kukataliwa liko mahali hapo. Mungu anasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Anaposema watu wangu, anamaanisha mimi na wewe. Tutaangamia kwa sababu ya kutokuelewa kwetu. Kumbe Mungu anatutaka tuweze kuelewa. Kumbe Mungu anatutaka tuwe kupona, na ndio maana anatupatia tahadhari. Na ameeleza habari ya watoto. Halafu huyo mtu anayemtumaini Mungu wakati huo hajajifungamanisha na yeye, kutakuwa na aibu fulani juu yake. Mstari wa 17 anamweleza mtu mmoja anaitwa Efraimu. Efraimu amejifungamanisha na sanamu, mwache. Kwa nini Efraimu? Kwa nini Efraimu? Tunaona katika maisha huyu Efraimu alikuwa mtumishi wa Mungu. Huyu mtu ni Mwisraeli. Katika maisha yake anamjua Mungu wa kweli. Katika maisha yake anamjua Mungu wa kweli. Na tukisoma historia yake tunaona huyu mtu ametokea katika familia ya wacha Mungu. Katika maisha yake ameenda akafika hatua akamwacha Mungu, akaanza kuabudu sanamu. Sauti ya Mungu ikamsihi katika maisha yake. Mungu akanong'ona naye, akasema naye, lakini hakutaka kubadilika. Hakutaka kuelewa tena mapenzi ya Mungu. Badala yake akajifungamanisha na sanamu. Ikafika hatua Mungu akafanya nini? Akamkatia tamaa. Na ndio maana mstari wa 17 anasema Efraimu amejifungamanisha na sanamu, mwache. Sasa ni hatari sana Mungu kukukatia tamaa katika maisha yako. Inawezekana ni mimi, inawezekana ni wewe. Maisha yangu ninayoyaishi, nina hatari ya kukataliwa na Mungu. Kuna hatari ya kukataliwa na nani? Na Mungu. Katika hatari hiyo tunapaswa tuweze kuiepuka. Tunaiepukaje hatari hiyo ya kukataliwa na Mungu? Zipo sababu kubwa ambazo mahali hapa ndazisema kama 6 hivi za kukataliwa na Mungu. Na ndapokuwa nasema sababu hizo, nitawasema na baadhi ya watu ambao wamekataliwa na Mungu katika Biblia. Pastor, kuna watu wamefanya kazi ya Mungu lakini baadaye Mungu aliwakataa. Mtu wa kwanza ni Sauli. Sauli alikataliwa na Mungu. Kwa nini alikataliwa na Mungu? Alikataliwa na Mungu kwa sababu ya kutokutii. Kutokutii ni sababu kubwa ya kufanya Mungu akakukataa hata wewe leo hii. Mungu amekuagiza ufanye nini? Leo hii Mungu anatutaka tufanye nini? Kama kanisa, Mungu anatutaka tufanye kazi ya Injili. Wewe kazi yako ni kuingia kwenye baraza na kupinga kazi ya Mungu, Mungu atakukataa. Ni kwamba tu hajafika hatua ya kukatia tamaa, lakini atafanya nini? Atakukataa. Sauli alikataliwa na Mungu kwa sababu ya kutokutii. Tutasoma kitabu cha Samueli wa kwanza
15 na ule mstari wa 23 tutaweza kupata maneno hayo. Tuomba yule msomaji aweze kusema.